Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kampala, Uganda. Mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, aliyekuwa mahabusu na aliyezimia akiwa mahakamani Jumatano hii, amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU baada ya kupoteza fahamu. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X mapema Alhamisi hii, Winnie Byanyima, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, amesema Besigye amelazwa katika hospitali ya taifa ya rufaa ya Mulago mjini Kampala. Besigye mwenye umri wa miaka 70 ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini alizimia akiwa kizimbani baada ya kupaza sauti mara kadhaa akisema simamisha. Kesi hiyo iliahirishwa huku askari wa magereza wakimkimbiza hospitalini kwa gari la wagonjwa. Hata hivyo, Besigye aliwahi kugombea urais mara 4 na amekuwa akinyimwa dhamana kwa miezi kadhaa. Wakili wake mkuu Erias Lukwago naye amekamatwa na kushtakiwa kwa madai ya kushindwa kuripoti vitendo vinavyodaiwa kuwa vya uhaini. Kwa upande wao, waendesha mashtaka wanasema wana ushahidi unaodaiwa kuonyesha kuwa Besigye na wenzake walipanga kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni. Aidha, familia yake, mawakili, wafuasi na wanaharakati wa haki za binadamu wanasisitiza kuwa mashtaka hayo yana msukumo wa kisiasa na kwamba kuzuiliwa kwake ni sehemu ya ukandamizaji wa wapinzani. Accra, Ghana. Hitilafu kubwa katika gridi ya taifa ya umeme nchini Ghana imesababisha kukata kwa umeme katika maeneo mengi ya nchi ikiwemo mji mkuu Accra, kitovu cha biashara cha Kumasi na sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi. Kampuni ya taifa ya usambazaji wa umeme Gridco imesema mitambo kadhaa ya kuzalisha umeme ilisimama kufanya kazi mapema Jumatano kutokana na hitilafu hiyo. Ghana imekuwa ikikumbwa na tatizo la ukosefu wa umeme kwa miaka mingi linalojulikana kwa jina la damsol, likimaanisha kuwaka na kuzima katika lugha ya Akan, ingawa hali ilikuwa imeanza kuimarika. Kukata kwa umeme kumeathiri vyumba, biashara na huduma muhimu. Wasafiri wengi walipata ugumu wa kufika kazini, huku baadhi wakishindwa kulipia usafiri au kuagiza teksi kupitia program za simu kutokana na simu zao kutokuwa na chaji. Biashara ndogo na huduma za kidijitali pia zimeathirika, ingawa taasisi kubwa kama hospitali zinaendelea kutumia majenereta ya akiba. Kinshasa, DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kundi la waasi la FDLR linaloundwa na Wahutu wa Rwanda na linalofanya shughuli zake mashariki mwa Kongo limesaini makubaliano ya kuanza mchakato wa kuweka silaha chini, kuvunjwa na kupelekwa katika maeneo maalum ya ukusanyaji. Hata hivyo, Rwanda imekataa hatua hiyo ikisema haiendani na makubaliano ya amani yaliyofikiwa kwa upatanisho wa Marekani kati ya nchi hizo mbili mwaka jana. Makubaliano ya Washington yanazitaka pande zote kuhakikisha kundi la FDLR linadhoofishwa na vikosi vya Rwanda vinavyoondolewa mashariki mwa Kongo. Msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya, amesema hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema makubaliano hayo ni mbinu ya kuchelewesha utekelezaji wa mkataba wa amani, akisisitiza kuwa FDLR inapaswa kusambaratishwa badala ya kufanya mazungumzo nayo. Bamako, Mali. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetaka kufunguliwa kwa uchunguzi wa uhalifu wa kivita kufuatia mauaji ya wanajeshi wasiopungua 19 wa Mali. Wanajeshi hao wanadaiwa kuuawa baada ya kukamatwa kufuatia shambulio la kuvizia lililotokea Julai 18 mwaka huu. Shambulio hilo lilitokea kati ya mji wa Anefisi na Gao, kaskazini mwa Mali, na linahusisha wanamgambo wa Azawadi Liberation Front FLA pamoja na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la JNIM.